Okay, what does my people? Karibuni sana katika shule ya sekondari ya wasichana Dr. Samia Suluhu Hassan. Tuko hapa kwa ajili ya kuweza kuobserve ama kuangalia maisha ya wanafunzi wanavyoishi katika nyanja mbalimbali, hususan katika engo ya taaluma na maisha ya kijamii kwa ujumla. Mimi naitwa Alpha Genius na nyuma ya kamera yuko brother Edson Muhagama. Sasa tutakwenda kuangalia, kuobserve wanafunzi, kuweza kuangalia na kuwahoji kwenye vitu mbalimbali. Na katika session yetu hii ambayo inakwenda kwa jina la SLZ Samia Life Zone, ambayo inapatikana hapa kwenye channel yetu ya Dr. Samia Girls Online TV. Usisahau kusubscribe kwanza, lakini pia bonyeza kengele ya alama ambayo iko hapo chini kwa ajili ya kuweza kupata notifications za kila siku. Sasa tutakwenda kuangalia session mbili. Session ya kwanza tutakutana na wanafunzi katika maisha mbalimbali, katika maeneo mbalimbali, ambapo tutakuwa na session ya maswali ya papo kwa papo. Lakini pia tutakuwa na mjadala kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo yanahusika na wanafunzi, ambayo yanahusu wanafunzi hapa shuleni. Naomba nikukaribishe katika mazingira yetu. Nyuma yangu hapo unaweza kuona majengo mazuri kabisa. Ndio Dr. Samia Suluhu Hassan, shule ambayo inapatikana wilaya ya Namtumbo, mkoa wa Ruvuma, na imetengenezwa kwa programu ya serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Karibuni sana kwa ajili ya kuweza kushirikiana na wanafunzi na kuweza kuangalia nini ambacho wanakifanya kila siku. Jamani, hamjambo? Naomba nisimame katikati yenu hapa ili tuweze kuongea vizuri. Asanteni sana. Dada, unaitwa nani? Margaret Jackson. Unasoma kwa combination gani? HGK. Dada, unaitwa nani? Ana Kristo. Wewe unasoma combination gani? HKL. Na dada hapo unaitwa nani? Odilia Juma. Wewe unasoma combination gani? HKL. Hapa dada? Sharifa Juma. HGK. Na hapa dada unaitwa nani? Na huko wote mnasoma HGK. Naona nimeona na dada hapa anasoma HKL. Kwa hiyo wote mnasoma combination zenye historia ndani. Naomba niwaulize swali moja la kihistoria. Mtanisaidia hapa, nani atajibu? Nchi za Kiafrika zilipata kutawaliwa na wakoloni. Naweza mkanitajia moja ya mataifa ambao walipata kuitawala Tanzania enzi za ukoloni? Nani anaweza akajibu hilo swali? Ujerumani. Yeye amesema Wajerumani. Taifa jingine? Uingereza. Katika haya mataifa mawili, ni taifa gani ambalo ndio lilikabidhi uhuru nchi ya Tanzania? Nani atajibu? Anataka kujibu tena dada hapa? Waingereza. Amesema Waingereza ndio walikabidhi nchi ya Tanzania uhuru. Yuko sawa? Basi wote tuseme you are right. Vizuri sana. Swali la pili, naomba niwaulize. Ni yapi manufaa? Naweza ukataja moja wapo manufaa ya wakoloni ambao walituachia hapa nchini Tanzania. Kwenye enzi za ukoloni walikuja wakatutawala, alafu baada hapo wakaondoka. Sio kila kitu kina ubaya. Kuna ubaya ndio, lakini pia kuna mambo mazuri pengine ambao walituachia. Nyinyi kama wanahistoria, ni mambo gani ambayo mnahisi kwamba ni mazuri ambayo mnaweza wale wakoloni walituachia? Tuanze hapa dada. Walijenga miundombinu kama vile barabara, shule, na walituletea vingine kama umeme. Yeye amesema kwamba walijenga miundombinu mbalimbali kama vile barabara, shule, lakini pia kuna vyanzo vya umeme ambao walivijenga na wakatuachia tukaendelea kuvitumia. Vizuri sana. Kuna mtu mwingine ambaye ana vitu vya kuongezea? Haya, basi tuje kwenye hasara. Ni madhara gani ama hasara gani ambazo tulizipata kwa sisi kutawaliwa na wakoloni? Destruction of culture, ni walibadilisha utamaduni wa Afrika. Kama ilikuwa wa Afrika utamaduni walikuwa vile wanavaa nguo za magome, baada ya kufika Waingereza ama Wajerumani pia wakabadilisha, wakawa wanavaa nguo za viwandani. Vizuri sana, vizuri sana. Sasa hayo ni miongoni mwa madhara. Lakini pia mmeniambia wote hapa mnasoma lugha ya Kiswahili. Maana mnasoma HKL, wote mnasoma Kiswahili, si ndio? Naomba unitajie, dada hapa unaitwa, ulisema unasoma HKL, si ndio? Naomba unipe mfano wa maneno mawili ambayo tumeyakopa kwenye lugha nyingine na kuyaingiza kwenye lugha ya Kiswahili, au hata moja tu. Hakimu tumelikopa kwenye lugha gani? Wareno. Okay, kwa hiyo hakimu tumelitoa kwenye lugha ya Kireno tukalileta kwenye lugha yetu na tunalitumia kwenye lugha adhimu ya Kiswahili. Safi sana. Mimi nashukuru, wote tuseme kwamba we are right. Ciao.
Okay, sasa hapa nimekutana na wanafunzi ambao wamekaa hapa, wanaenjoy maisha saizi, wenyewe wanapunga upepo kabisa. Sasa nitakutana nao hapa, nitakaa nao kidogo kwa ajili ya kuweza kuhoji maswali mawili matatu ili waweze kutuambia nini kinaendelea hapa. Jamani, hamjambo? Jambo, shikamoo. Okay, marhaba. Nianze na nani hapa? Wote naona mmependeza sana. Okay, naanza na wewe dada. Dada unaitwa nani? Naitwa Lea Komba. Okay, unasoma kidato cha ngapi na unasoma mkondo gani? Nasoma kidato cha 6 HKL. Okay, sawa. Kidato cha 6 HKL. Kuna swali moja nataka nikuulize. Maana wewe unasoma history, si ndio eh? Ni mtaalamu wa masuala ya historia. Naomba nimuulize swali moja hapa. Fuvu la kwanza la binadamu liligundulika nchini Tanzania kwenye bonde la Olduvai Gorge na mtaalamu wa masuala ya kiikolojia ambaye anaitwa Dr. Liki pamoja na mke wake. Liligundulika mwaka gani? Kwa kweli Kuna mwingine hapa ambaye anasoma combination za HKL. Dada unasoma combination gani? HGK. Na wewe unasoma historia pia. Unasoma kidato cha ngapi na unaitwa nani? Naitwa Ayubu, nasoma kidato cha 5 HGK. Kidato cha 5 HGK. Unaweza kusaidia swali ile ambalo nimemuuliza mzee wako hapa? Hakuna. Kwa hiyo swali langu linaonekana gumu kidogo. Dada unasoma combination gani? Unasoma CBG. CBG na historia, lakini inawezekana kwa sababu hivi ni vitu ambavyo nafikiri vinasomwa O level. Kidato cha kwanza kama sio cha pili pale. Wewe unaweza kuwa najibu na hili swali ambalo nimemuuliza. Fuvu la kwanza la binadamu liligundulika mwaka gani hapa nchini Tanzania? 1979. 1976. 59. Amesema 1959. 1659. Nadhani hilo ni jibu la ukweli. Sasa huyu wa CBG amewashinda watu wanaosoma historia hapa. Kwa hiyo mnaweza kwenda kumwona naye akaanza kukupa pindi la historia. Okay, nakuja nyinyi. Wewe ambaye umesema CBG. Na dada hapa unasoma combination gani? nasoma combination ya CBG. Okay, unaitwa nani? Naitwa Fatuma Zuberi Kumburu. Fatuma Zuberi Kumburu. Nyinyi mnaosoma biolojia na mimi nina swali lenu kidogo nataka niwaulize. Kwenye seli kuna sehemu ambayo tunaita ndio powerhouse of the cell. Hiyo sehemu inaitwaje? Mitochondria. Amesema mitochondria. Nadhani yupo sahihi kabisa. Sasa nimekuta kuna wanafunzi wengine hapa wadogo inaonyesha kwamba mko madarasa ya chini. Ningependa na wenyewe niwahoji maswali mawili matatu hapa. Dada unaitwa nani? Pascalia Emmanuel Mwamwezi. Unasoma kidato cha ngapi? Unasoma kidato cha kwanza. Naweza nikakuuliza swali moja dogo kabisa. Kidato cha kwanza pale mnasoma jiografia. Kwenye jiografia kuna mada ambayo inahusiana na masuala ya solar system. Kuna mfumo wa sayari. Unaweza ukaniambia kuna sayari ngapi kwenye mfumo ule wa solar system? Kuna sayari 8. Okay, ni sayari gani ambayo ni kubwa kuliko sayari zote? Jupiter. Sayari ya Jupiter ndio sayari kubwa kuliko sayari zote. Nadhani wanafunzi wa Dr. Samia kama mnavyoweza kuona ni watoto ambao wako very bright. Maswali yangu yote wanayajibu vizuri kabisa. Basi twende tukaone na makundi mengine ili tuweze kujua na wenyewe wanaishi vipi. Wanafunzi hamjambo? Naona mmekaa hapa samani kidogo, nataka niwavurugie utaratibu wenu na utulivu wenu ambao mlikuwa nao. Nina maswali kadhaa nataka kuwauliza. Okay, nyinyi wanafunzi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Unaweza kuniambia dada unaitwa nani? Agnes Makwisa. Na hapa dada unaitwa nani? Asha Kelvin. Hapa dada unaitwa nani? Emiliana Marcus. Dada unaitwa nani? Linda Mapunda. Na dada hapa unaitwa nani? Janet Mapunda. Dada unaitwa nani? Grace Ndauka. Nyinyi wote ni wanafunzi wa kidato cha 6. Mnasoma mkondo gani? Wote ni HGL. Okay, afadhali sana. Nimekutana na watu wataalamu wa lugha lakini wataalamu wa historia. Nilikuwa nina maswali mawili tu nataka kufahamu kutoka kwenu. Swali la kwanza. Vita ya Majimaji ilifanyika katika mikoa ya kusini, hususan mkoa wa Ruvuma ambao ndo sisi tupo. Kiongozi wa vita hiyo alikuwa anaitwa nani? Kwanza hapa na dada Agnes. Kinjekitile Ngwale. Alikuwa anaitwa Kinjekitile Ngwale. Amepatia, si ndio eh? Basi wote tuseme you are right. Safi sana. Swali langu la pili linahusiana na masuala ya lugha. Nani ambaye anaweza akaspell neno psychology? Nani ambaye anaweza akaspell neno psychology? Ukataja spelling za psychology kwa Kiingereza ile, tutajie spelling zake. Tunaanza hapa na dada. Umesema unaitwa nani? Emiliana. Okay, Emiliana tuambie. Spell the word psychology. P S Y L O
G, Y. Iko sawa? Haiko sawa? Haiko sawa. Okay, nani ambaye anaweza aka spell vizuri psychology? Okay, Agnes anataka kujaribu hapa. Psychology. Yes. P S Y C L O G Y. Yupo sawa? Hayupo sawa? Hayuko sawa. Okay. Okay, nafikiri sasa hivi amejirekebisha. P S Y C H O L O G Y. Wote tuseme you are right. Namna hiyo. Namna ache muendelee na utulivu wenu na mjadala wenu ambao mlikuwa mnajadiliana. Nataka nikakutana na wanafunzi wengine sasa. Ciao. Katika pita zangu nimekutana na wanafunzi wengine wamekaa hapa wanapiga story wenyewe wana enjoy kabisa kwenye maua. Wamekaa chini ya darasa safi kabisa, uwekezaji wa mama, serikali ya awamu ya 6. Naomba na wenyewe nikutane nao hapa niweze kusikiliza mawili matatu kutoka kwao. Nitakuwa na maswali machache. Naomba niwasikilize. Dada, unaweza kunipisha kidogo nikae hapa? Naomba nikae katikati yenu hapa. Kwanza nianze wote mnasoma darasa moja? Mnasoma darasa kidato gani? Kidato cha pili. Sawa. Wanafunzi wa kidato cha pili tayari mmeshakuwa na mimi nimesoma vitu vingi. Naomba niulize swali la kwanza. Hivi ukisikia mtu anasema kiwiliwili, kiwiliwili ni sehemu gani ya mwili? Nani anaweza atakusaidia kujibu hilo swali? Dada hapo unaitwa nani? Renifida. Renifida, wewe ukisikia kiwiliwili ni sehemu gani ya mwili? Kiwiliwili kwa mlango ni kukata hapo kwenye kiuno. Yeye amesema kiwiliwili ni kuanzia kwenye kiuno kushuka chini. Sasa mtazamaji utaniambia kama yupo sahihi ama hayupo sahihi. Dada, unaitwa nani? Anaitwa Happiness Mapunda. Wewe tuambie, kiwiliwili ukisikia mtu anasema kiwiliwili kwenye mwili wa binadamu, kiwiliwili ni sehemu gani ya mwili? Kwa upande wangu mimi naweza nikasema kiwiliwili ni ukikata kuanzia shingoni kushuka chini, kwa ndio kiwiliwili. Happiness yeye amesema kiwiliwili ni kukata kuanzia shingoni kushuka chini. Maana unaondoa tu kichwa. Wengine shingoni kushuka chini kote ni sehemu ya kiwiliwili. Kwa hiyo mimi sina majibu sahihi. Wewe mtazamaji ndio utatuambia kwamba hawa wako sahihi au hawako sahihi. Dada, njoo, naona umesimama hapo muda mrefu. Unaitwa nani? Anasema anaitwa Dorini David Ntwe. Nataka nawe uniambie, ukisikia kiwiliwili unaelewa ni sehemu gani ya mwili? Kiwiliwili unajua ni kukata shingoni kushuka chini. Amesema na yeye kiwiliwili ni kukata shingoni kushuka chini. Sasa mpenzi mtazamaji utatuambia kwamba kiwiliwili ni sehemu gani, kama hawa wanafunzi wako sahihi au hawako sahihi. Utatukomentia hapo kwenye comment hapo chini na kuweza kutuelekeza kwamba kiwiliwili ni sehemu gani. Ili sasa kama utanipa majibu sahihi, kesho nikikutana nao tena niweze kuwapa masahihisho, kwa sababu ni mtihani huu. Na mtihani unatokea mtu aweze kuwa corrected, aweze kusahihishwa. Asante. Hilo lilikuwa swali la kwanza. Naomba niwaulize tena swali la pili. Dada, unaitwa nani hapa? Anaitwa Anastasia Petro Ngonyani. Anastasia, wewe ukiamka asubuhi kitu gani cha kwanza kabisa ambacho huwa unakifanya? Nikiamka asubuhi cha kwanza huwa namshukuru Mungu kwa kuniamsha nikiwa salama mzima na afya. Yeye amesema kitu cha kwanza kabisa akiamka asubuhi anamshukuru Mungu. Nadhani hao watoto wanaelewa vizuri sana, hata kwenye masuala ya kiimani wapo vizuri. Asante. Nataka niendelee hapa. Dada, unaitwa nani? Angelina Petro. Sasa wewe, mimi sikuulizi swali. Nataka nimchague mwanafunzi mmoja wapo hapa akuulize swali alafu uweze kujibu. Kuna mtu yeyote ambaye ana swali ambaye anaweza kumuuliza Angelina Petro? Swali lolote lile. Sio lazima umkomoe, unaweza kumuuliza tu swali jepesi tu ambalo Angelina anaweza akatujibu. Nani ambaye ana swali? Happiness hapa ana swali anataka kumuuliza Angelina Petro. Karibu. Mimi nitamuuliza tu swali fupi ambalo naweza nikasema kuna umuhimu gani wa kusoma? Ameuliza kuna umuhimu gani wa kusoma. Inawezekana kuna wanafunzi wengine wapo shuleni lakini hawajui nini wanakifanya. Angelina, tuambie kuna umuhimu gani wa kusoma? Umuhimu wa kwanza ambao naweza nikaupata mimi kwamba mwanafunzi anaweza kaongeza ujuzi kutoka katika sehemu fulani kwenda sehemu fulani, na kumwezesha kutoka katika level, yani kutoka level fulani na kupanda katika level fulani. Na pia umuhimu wa kusoma kumwezesha mwanafunzi au mtu kupata maarifa mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali na katika watu aina tofauti tofauti. Vizuri sana, vizuri. Nafikiri ni swali zuri sana. Hapo hata wengine pia wanaweza wakalijibu. Dada, hapo kuna wengine hawajaongea kabisa. Dada, hapo unaitwa nani? Kwa majina naitwa Adija Omai Makunjaira. Wewe hebu tuambie swali ambalo ameuliza dada Happy pale. Kuna umuhimu gani wa kusoma?
Kwa jinsi mimi kwa uelewa wangu ninavyoona umuhimu wa kusoma. Kusoma cha kwanza kinasaidia katika mambo mengi. Katika nasoma leo naona kama vile napoteza muda, lakini siku za mbeleni kitanisaidia. Naweza nikapata ajira, nikasaidia familia yangu. Basi. Okay, yeye amesema kwamba anasoma, faida ambayo anaweza akaipata mojawapo, anaweza akapata ajira ikaje kawasaidia familia yake na jamii kwa ujumla. Asante sana. Dada hapa unaitwa nani? Kwa majina anaitwa Charity Hamisi Mwanzagi. Charity Hamisi Mwanzagi. Wewe unaweza kutuelezea kuna umuhimu gani wa kusoma kwako wewe? Kwangu mimi kwanza kusoma kunamsaidia mtu yani kuelimika, kuwa na ujuzi wa kitu fulani. Kusoma sio kupata ajira, bali kusoma ni kupata uelewa juu ya kitu fulani. Maelezo mazuri kabisa kwamba unaweza ukasoma lakini usipate ajira. Lakini ukisoma itakusaidia wewe kuweza kukuondolea ujinga na ukapata ujuzi ambao ukaweza kukusaidia kwenye mambo mbalimbali ya kimaisha. Hawa ndio watoto wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Nafikiri mnaweza mkawapima kabisa jinsi watoto walivyo. Wamelelewa vizuri kimaadili, wamelelewa vizuri kiimani, lakini hata kichwani pia wako vizuri. Sasa niende nikakutana na kundi jingine ili tuweze kujua pia na wao wanaishi vipi. Asanteni sana wanafunzi. Thank you.